Ndiposa tuacha mbele zako jioni ya leo tukiwa na tarajio Bwana ya kutendewa na wewe Mwokozi. Anza pamoja nasi Bwana, na hata umalizie nasi Mwokozi tukitoka mahali hapa. Oh Lord, we are going to say you are worthy. We are going to say, Jehovah God, we have seen your mighty heart. Jehovah God, receive all the glory, because you are going to do marvelous in this place, oh God. You are going to perform miracles, oh dear Lord. You are going to heal tonight, oh my Father. You are going, Jehovah God, to deliver, King of all the glory. You are going, Jehovah God, to uplift your people. You are going to fill your people with your Holy Spirit. My Father and my Redeemer, receive all the glory, King of all the glory, because you are going to do, Jehovah God, your way. Ni asante tunakuinua, tukisema hakuna Mungu mwingine kama wewe. Anza pamoja na sisi Mwokozi, na umalizie nasi Mwokozi. Kipindi ya kwanza na ya pili Bwana tutakuona na utatutendea, ni kwa sababu wewe ni mwema. Tigaware mwana wako kendo erera Roshia ngoro yako niye tigawajaragiri anje ni tondue yani waidosha vejega nane kiongoro yako ihurezi kona iguru Neko
ingira tumeririe turi muoyo na todorare mwana wito Ngai, kwa sababu ulikuwa upande wetu Mwokozi, adui angetuweza kamwe. Ndiposa tumekuja kushuhudia na kusema ni asante. Ni asante ni kwa sababu umepigana na adui, na sasa tunatangazia adui mahala hapa ni kwa Yesu. Tunashukua nguvu na ushukani tuliopewa na Yesu Kristo ya kuamkia giza yote ya shetani katika mahala hapa. Tunaamkia kazi yote ya shetani, hakuna hata moja itasimama. Tunakuja mbele zako Bwana kusema mahala hapa upachukue, itumie Bwana, tumia fedha wewe, tumia mahala hapa. Wakati wito ni wako Jehova, tamaraki Mwokozi, tembea Bwana, tembea tukuone. Ni kwa sababu wewe ni Mungu. Pokea sifa, pokea shukurani, na ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Najua kila moja amesikia wow. Nani hajasikia wow? Najua kuna jambo huwa ninasema kwamba sisi tuko na uhai adhuhuri ya siku ya leo. Si kwamba tuko wazuri sana ama tunastahili mbele zake Mwenyezi Mungu, lakini ni kwa neema. Lakini ni kwa neema. Si kwamba vile ulivyo siku ya leo haungekuwa kwa ward umelazwa huko, lakini ni kwa neema. Tumshukuru huyu Yesu. Haleluya. Haleluya katika nyumba ya Bwana. Sisikia amina. Ni kama watu wako na njaa, ni kama watu hawahisi mahali wako. Tunahisi uwezo wake Bwana. Haleluya. Haleluya. Yes. Mungu amefurahi akiwa mbinguni. Unajua wakati unafanya shangwe mbele zake Mwenyezi Mungu akiwa katika kiti cha enzi, yeye hufurahia na kusema, wanangu niko karibu na nyinyi, chenye mnataka niko karibu kuja kutenda. Kwa hivyo jioni ya siku ya leo, chenye Mungu ameahidi atatenda, ni lazima atatenda. Haijarishi ni nini ama ni nani, lakini Mungu atatenda. He is a faithful God kwa wale wanaomwamini. Wakati huu ni wakati wa ushuhuda, na nitawapatia watu wawili ama watatu wageni kwanza. Kama wewe ni mgeni na uko na ushuhuda, karibu katika nyumba ya Bwana. Hapa si ACK, hapa si kwa mchungaji fulani, lakini hii ni nyumba yake Mwenyezi Mungu. Kila mtu mahali yako anasema hii ni nyumba ya Bwana. Yes, hii ni nyumba yake Bwana. Si nyumba yangu, si nyumba ya mwingine, but nyumba ya Bwana. Bwana asifiwe. Na ningetaka kutambua uwepo wa mafuta. Kama wewe ni mchungaji na uko nyuma, tafadhali ningekuomba ukaribia hapa mbele. Haijalishi unahudumu katika kanisa gani, lakini kama wewe ni mchungaji na uko hapo, karibu hapa mbele na Mungu atakubariki. Ni wakati wa ushuhuda. Ni mahida mawaira Ngai amurathime. Aliye na mwana Bwana asifiwe. Mwathani agocwo ringi. Hama ritwa makwa gitagwo Mukiri Peter Mukiri wa Jamura, na makiria moguo Kristo ni mwathi na muhonokia wa ngoro yakwa. Twamenyanire nake ndiri o muthurio uguo mwaka wa 2007, mwaka wa December, kwari December kindu mweri 27. Ndiriganagirwo na muthenya ucio tondu hindi yo niguo ndamenyire ndaciarirwo mehia-ini, no ndi undu wa thakame iria itikire mutharaba-ini igituika ya gutheria mehia makwa, ngitikira ndi mwihia na Ngai agituika wa gutheria na kunjitikira. Ndigituraga hau, nithiaga ngiriraga o muthenya tondu honokio uyu ni wa muthenya o muthenya. Riria tuona muthenya ungi mweru, riria twaheo kiheo kia muoyo,
riria ndarugama uguo ugima ndina ugima wa mwiri ngamenya macio ni mawiko ma Jehova. Koguo nikio ndiramugatho na ihinda-ini riri kunduta bururi ucio wa Kenya kundehe haha nie ndirona ni kiama kia Ngai. It is by the grace of God. Ti kwagirira, ti nie ndirari mwega muno ati ni ingira huthirire marua maria turahetwo ni mutungatiri njuke guku, but I believe this was the doing of God. Ati uyu niwe Ngai uria nie ngutura njitikitie na ndimugocaga tondu maya ni mawiko make. Nyonete Ngai muturo-ini wakwa, ndi muthuri ni hikanitie, ndina mutumia umwe mwarimu na akoragwo kuria mwena wa Banana, cukuru itagwo Kawaida, no akoragwo principal kou, na ni ndirahoya na ngamenya ati Ngai ajiga guku muthenya umwe no ageka atia no agoka guku. Koguo ndikiri muthuri na ndikiri guka, ndina iretu atatu, ndi mugikuyu tondu mugikuyu ari na ciana cigana, nie ngiri a third, ndina iretu atatu, eri ni makiri hiku, umwe ndukiri nake ni urachugire ni akurumbira mamu wao agitwike mwarimu. Nie wira wakwa ria ndutite muturire-ini wakwa wothe ndi mutari wa mathabu. I'm an accountant, certified public accountant, na nigenaga that is the Kenyan standard, not the American standard. Koguo ni ngatho ngucokia ndakora andu mendete Ngai, gwiraga mutungatiri guku nikuo ni ngenda gutura. Nikuo ingenda gutura, ona ndigeciria ati no nyume haha thie kundu kungi. Koguo ni Ngai unginyitie haha, ngiukite guku na invitation ya my auntie agithoma kanitha uyu, no ndanahota guka, na ndiramenya ati twaheo mweke ungi no tugukorwo twi hamwe na inyuĩ. Ngai amwĩke wega andu a Ngai, na muture mugocagia Kristo uyu tondu hatiri handu hangi hega tiga hau he Kristo. Ngai amwĩke wega. Ingaye Danieli yengaye na Shiva ye na Shiva yengaye Danieli yengaye na Shiva. Mungu wa Danieli ndiye Mungu wangu, Ngai wa Danieli ndiye Ngai wako. Bwana asifiwe. Niweza kupenda tukiwa katika nyumba ya Bwana. Mimi nikiimagine mahali Mungu amenitoa, nikijua mahali tumefikishana na huyu Mungu, huwa sihaibiki nikiwa mbele za watu wa Mungu nikisema kunaye Mungu biguni. Mwathani arogocwo. Wenye mmetoka Kenya, karibuni na Bwana awabariki. Mmefika salama. Mimi niliingia nikawekwa detention, Mungu wangu akanitoa. Ndio maana sinaga shaka wala uoga nikisema kuna Mungu. Nilitoka without any Anthony, kwa sababu Mungu ni wakili wa Ngai. Mwathani kai mutamenyaga Ngai uyu. Ngai ne Ngai na Ngai ekaga uria arenda. Mwathani arogocwo. Ndikuga mathaa ni mathiete ni tondu ni tuthiete wega na tuko katika hali nzuri. Niko na dada moja ningetaka tu ashuhudie tu kidogo. After yeye kushuhudia, tutampatia dada yetu Porisheri katika hili kanisa. Mungu ameibariki. Kuna waibaji wawili ambao wako na kanda zao na ni wa baraka. Ni kwa sababu Mungu hathiakiwi. Ngai athuraga uria enda na Ngai ekaga uria arenda. Nĩ tondu nĩ Ngai. Ngwamba kũhe Esther arute wĩra tu nigetha Pori acoke tutungatire. Haleluya! 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 Ametoka mbali. Amen.
Haleluya. Jina langu ni Esther Jane. Nimesimama mbele yenu kushukuru huyu Mungu. Huyu ni Mungu wa ajabu. Nimetoka Bari. Wale hawanijui ama hawajui story yangu, kutoka last year nilifanya operation kwa my left leg na nikawa mgonjwa, nikaraswa huko Francis, nikaenda Tacoma, nikaenda Haverview, mimi sijui ni wapi sijaraswa, lakini saa hii ni mimi natembea na miguu yangu. Ninasema Mungu anaweza. Mungu anaweza. Wacha tukae kwa huyu Mungu, tutakula mema ya huyu Mungu, atatubariki, atatufanya mema, na sisi tutasindi kumsifu na kuinua jina lake. Haleluya. Wenye wanajua Esther mahali ametoka wanajua Mungu ametenda. Tulikuwa tunaenda kumwangalia hospitali, saa zingine unashindwa, lakini Mungu alimwezea. Pore, karibu, ni mwimbaji wa baraka katika kanisa letu. Sisi ni washirika wa ACK St. Mark na tunajivunia. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe kanisa. Mmefurahi kama mimi? Hata mimi nimefurahi. Kwa majina ni Pauline Mwangi, nimeokoka na mpenda Yesu. Na ndipo nikasema nitaimba wimbo mpya kumsifu huyu Mungu. Kwa hivyo tunaimba nego ina rwimbo rweru gathiririe Mwathani. Rwimbo ni hareirie kana rubado wekera mugambo munene. Kuna volume kama speaker hapo.
Haleluya. Maundu mothe nĩ magathira, rugoco nĩ rugatura. Kuna mwimbaji nimeona Stella, kama uko karibu na CD yako, karibu tuimbie, ndio twende katika wakati huo mwingine. Stella Nyandiko. Ngeyore mwega, ngeyore mwega, hey. Ngeyore mwega, ngeyore mwega. Wacemania na hinya wa Ngai no mwaka ũgarũrũke. Wacemania na thacio Ngai no mwaka ũgarũrũke. Mũndũ wothe ũcemanĩtie na hinya wa Ngai nĩ agarũrũkaga. Nĩ agarũrũkaga agatuĩka kĩndũ kĩrĩa atararĩ na kĩrĩa atarecirĩtie no atuĩke. Karibu, karibu Stella. Simameni tuimbe wimbo moja ndio tukaribishe Stella, tutige gũikara ũguo mũno. Sitaionea haya Injili ya Bwana, sitaionea haya mimi Injili ya Bwana. Injili ya Bwana sitaionea haya. Injili ya Bwana usione haya wewe. Injili ya Bwana usione haya. Injili ya Bwana nitahubiri kazini watu waokoke, sitaionea haya mimi Injili ya Bwana. Injili ya Bwana sitaionea haya. Injili ya Bwana usione haya. Injili ya Bwana usione
usione haya injili ya Bwana. Usione haya injili ya Bwana, sitaione haya injili ya Bwana. Usione haya wewe injili ya Bwana, usione haya injili ya Bwana. Sitaione haya injili ya Bwana, sitaione haya injili ya Bwana. Sitaione haya injili ya Bwana. Karibu. Thank you so much my sister. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. God is good and all the time. I'm a witness. Pastor and all the St. Mark Anglican Church. Mbuyamore. Nyasaye no muya. Mbuyamono aselitukelinga. Asante sana kwa siku hii, sababu Mungu aliyetulinda mpaka tumefika leo. Tumekuja hapa in Mount Zion, the city of the living God, accompanied by the angels to worship him, to worship the King of Kings. Here is where our problems are solved. Hapa ndio suluhisho la shida zetu zote. Kwa majina mimi naitwa mwimbaji Stella Nyanduko, na asante sana kwa mwaliko Charity na pastor kwa kutukubalia tukuje hapa kushiriki na nyinyi. Sasa naenda kuimba siku aliyoifanya Bwana. Psalms 118. DJ Mbuya Nyasaye, Mbuya Nyasaye. Tuende akiendelea kutafuta wimbo. Bwana sababu ametufanyia hii ndio siku ametufanyia. Wapi sasa mbele kwa Yesu? Shukuruni Bwana kwa kuwa ni mema, kwa maana badili zake ni za milele. Wazee akina mama watoto waseme sasa ya kwamba badili zake ni za milele. Siku iliyo aliyoifanya Bwana tutaishangilia na kuifurahia, tuimbe wimbo mpya na tumsifu Bwana, kwa maana badili zake ni za milele. Ulinisukuma sana ili nianguke, lakini Bwana Mungu akanisaidia. Wimbo wangu naye amekuwa wokovu wangu. Siku iliyo aliyoifanya Bwana tutaishangilia na kuifurahia, tuimbe wimbo mpya na tumsifu Bwana, kwa maana badili zake ni za milele. Wapi kwa Yesu? Haleluya, haleluya. Nani kwa ile amwambia Mungu asante. Jaza Mungu, jaza. Mkono wa kuume wa Bwana umetukuzwa, mkono wa kuume wa Bwana uyatenda makuu. Sitakufa bali nitaishi, nitayasimulia matendo yake Bwana. Siku iliyo aliyoifanya Bwana tutaishangilia na kuifurahia, tuimbe wimbo mpya na tumsifu Bwana, kwa maana badili zake ni za milele. Jiwe walilolika tawasi limekuwa jiwe kura pembeni. Neno hili limetoka kwako Bwana, nalo ni la ajabu machoni petu. Haleluya, haleluya, haleluya. Aliyoifanya tutaishangilia na kuifurahia, tuimbe wimbo mpya na tumsifu Bwana, kwa maana badili zake ni za milele. Badili zake ni za milele. Nani kuna ushuhuda?
twakusihi Bwana utufanikishe. Naya bariki watae kwa jina la Bwana. Umewabarikia toka nyumbani mwa Bwana. Siku hii tutaishangilia na kuifurahia, tuimbe wimbo mpya na tumsifu Bwana, kwa maana fadhili zake ni za milele. Hallelujah. Tukuzeni jina takatifu, inua mikono yenu, semeni Bwana anastahili sifa na utukufu wote, hakuna mwingine kama yeye. Aliyoifanya Bwana, tutaishangilia na kuifurahia, tuimbe wimbo mpya na tumsifu Bwana, kwa maana fadhili zake ni za milele. Siku hii ndiyo aliyoifanya Bwana, tutaishangilia na kuifurahia, tuimbe wimbo mpya na tumsifu Bwana, kwa maana zake ni za milele. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sitakubali mambo ya muimbie Bwana. Sitakubali mimi muimbie Bwana na mimi kuwa hai. Nitamwabudu milele na milele. Tumekuja hapa kumwabudu Mungu leo. Tumekuja kumwambia asante kwa yale umetufanyia katika maisha yetu. Asante sana, barikiwa sana. Barikiwa zaidi. Haleluya. Muraigua atia? Muraigua atia? Nikuri Ngai matu-ine, na ndio huyo ni mwega. Haleluya. Mnasikiaje? Nipungie mkono wako kama umesikia vizuri. Nipungie mkono tena. Haleluya. Salimia jirani yako, mpatie high five. Mwambie ni wakati wa neno. Tusikie chenye Mungu ametutayarishia. Na kabla hatujaenda pale, tuko na mtumishi wa Mungu ambaye anaitwa Mrs. Damaris Chege. Ndiye ataweza kutuombea ili mnenaji wa neno akaweza kusimama. Mrs. Damaris Chege, karibu uombe na ili tukaweza kulipokea neno lake Bwana. Bwana asifiwe. Damaris ni ungekinyete haha. Bwana Yesu asifiwe. Na tuombe. Hallelujah. We thank you, Jesus. Holy Spirit, we thank you. Father, we adore you. King Jesus, have your way. We thank you, Master. We thank you, Lord. We are waiting upon you, Holy Spirit. Be with us. Mwathani ni twagukenera na twakugosha ni tondu wonene waku na uhoti waku Ngai. Uhoti waku ni munene Mwathani. We ni wombire iguru na thi, na indo iria ciothe tuonaga na maitho maitu na iria tutahotaga kuona Mwathani ni ciaku, na niwe ucio Jehova Ngai wa matu-ini. Ona ithuĩ tũrĩ wĩra wa moko maku Mũthamaki wĩihũrĩtwo nĩ tha. Nikio Mwathani tũrakwambararia na tũgakũgoca hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ. Tiga nĩ ũhoti waku tũtingĩrĩ ho hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ.
we otumaga gutuke na gukie Jehova Ngai wa matu-ini. We waragia mbura no kwaria riũa Mwathani. Nĩ twagũkenera na twakwĩra nĩ wega. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo Jehova. Thank you nĩ tondũ nĩ wambatanirie na ithuĩ Ngai wa matu-ini. Na rĩu ihinda rĩrĩ twathi kũigua kiugo gĩaku Ngai. Kĩrĩa ugĩte nĩkĩo gĩtũtũragia muoyo Mwathani. Kiugo gĩkĩ nĩkĩo gĩtũhonagia Jehova. Kiugo gĩkĩ nĩkĩo gĩgũtuohora mũthamaki wa matu-ini. Kũrĩa tuohetwo nĩ ngoma nĩkĩo gĩgũtuohora. Kiugo gĩkĩ nĩkĩo gĩkuohora na ciana citũ na njiarwa citũ. Mwathani kiugo gĩkĩ nĩkĩo gĩgũtũhonia Ngai. Mwathani kiugo gĩkĩ nĩkĩo gĩtwĩrĩte nĩ tondũ wa mĩtũndũ ĩrĩa wahũrirwo nĩ twahonire. Na rĩu nĩ tũkwamũkĩra kiugo gĩkĩ Mwathani na tũgĩtĩkie. Nĩgetha kĩrute wĩra thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ na thĩinĩ wa mĩoyo itũ Ngai. Nĩ wega nĩ mũndũ wothe ũkire gĩikaro gĩkĩ Mwathani. Okĩire Ngai ithe witũ agũcũthĩrĩirie we Ngai. Nĩgetha mwĩkĩre ũrĩa wothe Ngai ithe witũ okire abatarĩte nĩguo. Nĩ kũrĩ mokire nĩgetha mahonie Jehova. Ngai wa matu-ini we ndwaragia maheni. Na kiugo gĩaku ugĩte Ngai ithe witũ we ndũgarũrũkaga. Ũrĩa wekaga tene noguo areka Mwathani. Ũrĩa ũrekire ira Ngai nĩ tũrakuonire noguo gwĩka Ngai. Na nĩ tũĩ nĩ ũgwĩka manene gũkĩra marĩa ũrekire ira. Nĩ tondũ we Ngai ithe witũ ndwaragia maheni ndũhana mũndũ. Ũtwĩrĩire nĩ ũgũtwĩkĩra Jehova. Twaigua kiugo gĩaku Ngai na twagĩtĩkia Mwathani. Kĩhingũre ngoro citũ Jehova Ngai wa matu-ini. Nĩgetha kiugo gĩaku kĩone ha gũikara. Mwathani nyita meciria maitũ mĩgwate. Nĩgetha Ngai tũhote gũkũrongoreria na gũthikĩrĩria kiugo gĩaku na gũkĩnyita. Ngai ithe witũ twarehe ndungata yaku guoko-inĩ gwaku Mwathani. Ũrĩa ũtarĩ na ũhoti Ngai ithe witũ. No we wĩna ũhoti thĩinĩ wake Mwathani. Ndangĩhota atarĩ nawe Ngai. No tondũ nĩ ũmũtũmĩte na kĩrĩa ũmũtũmĩte mũthamaki wa matu-ini. Reke igũrũ rĩhingũke Mwathani. Na hinya waku wĩikũrũke Jehova. Ona roho waku Ngai. Nĩgetha Mwathani ũmũhũthĩre agĩtũrĩithia mũthamaki wa matu-ini. Nĩgetha Ngai ithe witũ twamũkĩre ũhonio waku. Ona twamũkĩre kũriũkio nĩwe Jehova. Mĩtũrĩre ĩrĩa itũ yagĩte kĩrĩkĩrĩro. Nĩ wega gatũrũme ka Ngai. Nĩtwerekereria moko-inĩ maku matheru. Nĩgetha Ngai ithe witũ ũke wathane. Na nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo twahoya na twetĩkia. Haleluya, haleluya. Inuka na miguu yako usimame. Ndiyo tuweze kukaribisha neno lake Mwenyezi Mungu. Hauwezi kumkaribisha Mungu ukiwa umeketi. Huo ni uongo. Ni kwa sababu amekupatia afya njema na amekupatia uhai. Wakati huu nataka tumpigie Mungu makofi. Hapana, si hivyo. Ngojeni niwaonyeshe. Okay, 1 2 3. Amen. Hiyo ni ya Mungu. Tumpigie mtumishi wa Mungu makofi. Karibu mtumishi wa Mungu. Inua mkono. Sharararabusa. Shetaraboya. Inua sauti mbele ya Jehova. Anza tu kuabudu Bwana. Na hisi ukuu wake Jehova. Oh, riatiamosa. Na hisi nguvu zake Baba. Na hisi uwepo wake Jehova. Oh, riatiamosa. Oh, salalalabosa. Oh, riatiamoyanda. Oh, sialalamo. Inua mikono mbele Bwana. Inua mikono mbele ya Jehova. Oh, riata. Oh, riata babosaya. Shelelelelebo. Shelelelebosia. Inua sauti mbele ya Baba. Inua sauti mbele ya Jehova. Hako mahali
Bwana, abudu Yawe, abudu aliye anayeketi mahali pa juu, anayetawala mbingu na nchi, anatawala vyote viliomo. Yeye tu ndiye Mungu, yeye tu ndiye muweza, yeye tu ndiye Bwana, yeye tu ndiye mtakatifu. Oriata boboyanda, oh sala sala la bo, siala boya, oh siala la boya, oriatia bosaya, oh imaoshi potaya la bosaya, oriataya, oh siala la moyanda. Inua mikono, inua mikono, inua mikono. Naishi usiku wa leo ni usiku wa kutembelewa na Bwana. Oriata sheta, oriata, oh sana, oh yes, nina sababu Bwana, oh siala la moyo, ukuu wako
wake Jehova. Tafakari neema zake Baba juu ya maisha yako. Alikupenda kabla haujapendezeka. Alikuona wakati watu walikuwa hawajakuona. Alikujua hata na jina lako wakati watu hawakukutambua. Inua mikono, ambia Baba. Oh, haleluya. Ambia Jehova, wewe ndiye sababu Baba hata ya mimi kuishi. Wewe ndiye sababu. Na kuinua Bwana, na kuinua Yahweh, na kuinua Baba. Yatia Baba yangu. Asante Baba, asante Bwana, asante Jehova. Inua mikono, pigia Bwana makofi, shangilia wema wa Bwana, shangilia Jehova. Haleluya, nipe praise, nipe praise. Shangilia wema wa Bwana tena, shangilia ukuu wake Jehova tena. Haleluya. Oh, nakutumaini ila damu yake sina
mwenzako, hivyo ndio vile tunafukuzaka uzee. Uzee unaisha, usosho unaisha. Haleluya, haleluya. Hey! Hiyo ndio siri. Haleluya. Tunaweza keti. Hey, mahali hapa sio mahali pa kawaida tu. Amen. Kuna kitu kinachoendelea. Kuna mambo Jehova anatenda. Sema amina. Sema amina. Sema haleluya. Sema haleluya. Wapi mikono ya wengine? Inua Jehova. Inua Jehova. Inua bendera ya Jehova. Inua haleluya. Amen. Haleluya. Ambia mwenzako, hata shosho hawapati wangi retirement, bado wanahubiri. Haleluya. Mimi nina wajukuu 11, 11 grandchildren. Wakubwa, yule mkubwa amemaliza university, wa pili ako university, alafu hao wengine. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini neema, sema neema, sema neema, neema inatuwezesha. Haleluya. Nataka niende kwa neno, maana nimepatiwa muda. Amen. Alafu usiku tutaingia Kigosho. Shatapoza. Leo ni kukatika. Ambia mwenzako usiende nyumbani. Usijaribu kwenda nyumbani. Leo ni kukatika. Hey, maana nilikuwa nasema leo ni siku ya kutembelewa na Mungu. Haleluya. Ni siku ya kutembelewa na Mungu. Wacha tuende kwa neno lake Jehova. Tusome maandiko mahali fulani. Amen. Alafu tutaendelea. Kiswahili yangu ni sawa ama ni mbaya? Unajua wajadhe hawajuangi Kiswahili. Wajadhe hawajuangi Kiswahili. Najaribu ninajaribu. Haleluya. Twende kwa kitabu cha Isaiah. Isaiah 40. The word of God in the book of Isaiah. Isaiah chapter 40 verse 3 up to 5. Somebody read it for me. But before then, man of God, I salute you again. Amen. God bless you. God give you longer life. Even more than me. I want to release that grace. That grace. Get over 72 and above. Hallelujah. Amen. Endelea kuishi. Hallelujah. Read it. Yeah. Isaiah 40. From verse 3. Yeah, up to 5. Okay. This is what the word says. Listen, I hear the voice of someone shouting, make a highway for the Lord through the wilderness. Make a straight, smooth road through the desert for our God. Amen. Then verse number 4, this is what it says. Fill the valley and level the hills. Straighten out the curves and smooth off the rough spots. And the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. For the mouth of the Lord has spoken. Verse 6 says, No, okay. up to verse 5. Verse 5. Then go to Mark 1. Okay. Then read verse 3 up to 4. And then verse 7 up to 8. Mark 1, 3 to 4, then 8 to 7 to 8. Okay. Mark 1 verse 3. The voice of someone crying in the wilderness,
Prepare ye the way of the Lord, make his path straight. John did baptize in the wilderness and preach the baptism of repentance for the remission of sin. Then verse 7 and 8. And preach, saying, There cometh one mightier than I after me, the latchet of whose shoes I am not worthy to stop down and loose. Indeed, I indeed have baptized you with water, but he shall baptize you with Holy Ghost. Amen. He shall baptize you with Holy Ghost. Amen. And then our theme scripture, Lamentation 3, verse 40. We cannot forget about it. Okay. Lamentation 40. Chapter 3, verse 40. Just a minute, kindly. Okay. Okay. Let us search and try our ways and turn again to the Lord. Lift us up our heart with our hands unto God in heaven. Amen. We have It's transgressed. hallelujah. It's Okay. enough. Father God, in the name of Jesus, we give you glory. We give you honor. We give you praise tonight. Jehovah God, as we share your word, we are praying that the Holy Spirit may take over in the atmosphere. The Holy Spirit may take over in the hearts of your people. And the Holy Spirit may take over in your word, O God, that this word will not return back unto you void, but it shall accomplish that which you have purposed, even in the life of your people. Father, I give you glory. Thank you for everyone that is here. Thank you, Jehovah. Blessed be your name. You are worthy of our praise. In the name of Jesus, we have prayed and believed. And we shout a big amen. We shout another big amen. There is a scripture that I love in the book of Obadiah 1. Amen. Bwana sifiwe. Obadiah 1:17. I love that scripture. And somebody quoted it here. That upon Mount Zion there shall be deliverance and holiness, and the house of Jacob shall possess their upon Mount Zion. Mount Zion is the church of Jesus. Upon Mount Zion there shall be deliverance and holiness, and the house of Jacob shall possess their possession. Hallelujah. I believe we are in that time. We are in that hour that the house of Jacob will begin to possess what is theirs, even in the kingdom. What is yours is yours. Nobody is supposed to take it. God is saying it is your time to take hold, to enjoy, to see what the Lord has already given to you. Hallelujah. Bible says in the book of 1 Corinthians 2:9 that eyes have not seen, ears have not heard, neither has it been perceived in the heart of man the things that God has in store for them that love him. I'm talking to lovers of Jehovah. Are you a lover of God? There are things that God has in store for you. Eyes have not seen yet. The ears have not heard. Neither has it been perceived, even by the heart of man. But they are revealed by the Holy Ghost. They are revealed by the Holy Spirit. My prayer is today that may Jehovah begin to reveal to you those things that God has already ordained for your life.
Oh, sataboya. Kuna mambo Jehova amekuandalia. Kuna makuu Jehova amekuandalia. Na ndio maana tumesoma mahali pale ya kwamba Mungu atadhihirisha utukufu wake, na watu wataiona, watu wataishuhudia, na utukufu wake itadhihirishwa kupitia kwa maisha yako. Sema amina. Sema amina. Utukufu wa Bwana lazima ionekane. Ukuu wa Bwana lazima ionekane. Wema wa Bwana lazima ionekane. Haleluya. 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 Ikafika majira wana wa Israeli walikuwa watembelewe na Mungu, watembelewe na Yesu, na Yohana akatumwa, akaambiwa kuwa mtangulizi, enda mbele ya huyu Yesu. Yesu ametuma mtumishi wake kuwa mwandalizi. Andaa mioyo ya watu, andaa maisha ya watu, maana kuna kuja kutembelewa na Yesu kwenye maisha. Ni kama munyiti. Ni kama munyiti. Ni kama munyiti. Sema na nyita. Sema na nyita. Haleluya. Kuna mtangulizi aliyetumwa. Haleluya. Andae mapito ndani ya maisha yenu, kwa sababu Yesu anakuja kuwatembelea. Tumekuja kusimama na yeye kama sauti ya Bwana, sauti ya kuandaa mioyo ya watu wa Mungu, sauti ya kuandaa mapito kwa sababu ya Jehova. Sema amina. Haleluya. Unajua huyu Yesu atembei ovyo ovyo. Hatembelei watu ovyo ovyo. Haleluya. Ukiangalia gari la moshi haiendi ovyo ovyo. Haleluya. Lazima iandaliwe railway line. Sema railway line. Haleluya. Bure haitaenda, maana kuna njia yake, kuna mahali anapitia. Kwa hivyo hawezi pita mahali isiyoandaliwa kama railway line. Ukiangalia ndege, maana nyote mmepanda ndege, kuna mahali inaitwa runway. Unanielewa? Kuna runway. Kwa hivyo kabla ndege haijapaa lazima kuwe na runway. Kabla haujapaa, kabla haujainuliwa, kabla haujatembelewa, kabla haujatendewa, lazima utengeneze runway. Mahali Yesu atapitia, mahali Yesu atakuja, akuinue, akutendee, akuonekanie. Andaa mapito, andaa njia, andaa runway, andaa highway kwa sababu ya Jehova. Maana anakuja, anakuja. Kuna kujua, anakuja kutembelea mtu. Sijui ni nani mahali hapa, lakini kuna mtu anatembelewa. Kanisa hii inatembelewa. Sema haleluya. Salamoya. Kwa wale waliojiandaa, kwa wale wanaotarajia, kwa wale waliojiachilia, kuna kutembelewa. Hata mimi nataka nitembelewe. Haleluya. Kabla Yesu hajakuja, ilibidi Yohana aende mbele yake, aandae mapito, aandae watu wa Mungu, aandae Haleluya. Haleluya. Akasema muandae, mtengeneze njia.
Haleluya. Na njia ilikuwa ni tubuni, maana anakuja. Tubu, maana shoka imewekwa kwenye mguu ya mti, kukata mti yenye haitakuwa imediandaa. Maana wakati wa kuona mazao, wakati wa kuona matunda, wakati wa kuona ukuu wa Bwana umefika. Sema amina. Hey, hey, hai, haleluya, haleluya. Naye Mungu anamwambia Isaya, ambia taifa la Israeli watengeze njia kwenye jangwa. Unajua jangwa ni mahali imekauka. Jangwa ni mahali hakuna chochote kinapatikana. Lakini Mungu akiamua, haijalishi jangwa ni jangwa aina gani, maisha yako inaweza kuwa inapita kwenye jangwa. Wenda usione mazao, usione matunda, usione wema wa Bwana, lakini andaa njia, andaa mapito, andaa moyo wako. Maana Jehova anapotaka kuja, anaangalia moyo, anapitia kwenye sataboya hatayabo. Haleluya. Anasema andaeni njia, andaeni njia kwa ajili ya Bwana. Andaa njia, maana wakati wa kutembelewa, naamini alikuwa anatabiri kuhusu kuja kwake Yesu. Alikuwa anaandaa taifa la Israeli kwa sababu ya kutembelewa na Yesu majira hayo. Haleluya. Na anasema muandae njia. Wana wa Israeli, mnaweza kuwa kama jangwa, mnaweza kaa na kwamba hakuna mazao, hakuna matunda, lakini andaleeni njia, maana Yesu anakuja. Yesu anakuja. Yesu anakuja. Na aji kutuchukua, anakuja kudhihirisha utukufu wake. Kabla hatujaenda, lazima aonekane hapa. Haleluya. Kama alikuwa anataka uende, ungeshaenda kitambo. Wakati ulipookoka angekuchukua shop. Lakini hakukuchukua, ana sababu na maisha yako hapa. Kuna mambo anataka aonyeshe hapa. Haleluya. Kuna mambo anataka uweze kuyapokea hapa. Kuna mambo lazima nijienjoy naye hapa. Wema wa Bwana, amani ya Jehova, ukuu wake Bwana, utukufu wake Jehova, lazima tuenjoy hapa chini. Sema amina. Andaa njia, andaa njia, andaa njia. Ilikuwa ni sauti ya Yohana, naye Isaya akaweza kuitabiri kabla wakati wa Yohana ya kwamba njia iandaliwe. Haleluya. Unajua kabla haujapokea mgeni maarufu, haleluya, lazima ujiandae, lazima upike, lazima utengeneze nyumba, lazima uangalie kwamba nyumba iko sawa, nyumba iko safi. Maana hata kuja tu hivyo, maana mgeni mheshimiwa, mgeni maarufu haingii tu ovyo ovyo, lazima kuwe maandalizi. Ni kama kuna mtu ananielewa. Haleluya. Kuna mgeni mshauri, kuna mgeni mkuu, kuna mgeni wa ajabu, kuna mgeni zaidi ya wageni, kuna mgeni anaitwa Jehova. Anakuja kuwatembelea kwa uweza wa Roho wake, kwa nguvu zake, anakuja kuonekana katika maisha yenu. Haleluya. Ninaongea na mtu lakini. Haleluya. Haleluya. Na anapokuja, anakuja kufanya jambo. Anapokuja, anaanza na kulete mabonde ya kuje juu. Haleluya. Yale mambo yamekuwa chini, yale mambo yamekuwa yanakugandamiza. Unajua mabonde ni hali ya hopelessness.
Oh, hallelujah. When you are in a valley, you are in a hopeless situation. When you are in a valley, you are in a hopeless challenge. There are people that are looking at their lives right now and they don't see any hope. I've come to tell you that Jesus in your life is the hope of glory. Jesus in your life is the hope of glory. Hallelujah. Bonde. Hallelujah. Ezekieli 37 akapelekwa katika bonde la mifupa mikavu, na akaonyeshwa ya kwamba hizi mifupa ni taifa la Israeli. Inamaanisha ya kwamba hawakuwa mifupa, ni hali yao haikuwa na tumaini. Ni hali yao haikuweza kuleta utukufu kwake Bwana. Ni hali yao vile ilivyokuwa. Naye Biblia inasema kwamba na walikuwa jeshi kuu, lakini hawangeliweza kujipigania, hawangeliweza kutatua mambo yao. Ilibidi Mungu aje kwa Yeremia. Haleluya. Ilibidi aje aulize Zekaria, hizi mifupa inaweza ishi? Akaambiwa, haleluya, wewe unajua Mungu, wewe ndio unajua mambo yote. Wewe ndio unajua kutatua hali zote. Wewe ndio unajua kile kinachostahili kufanywa. Na akaambiwa, nimekupatia mamlaka na uweza. Tabiria hizi mifupa. Achilia uzima kwa mifupa. Sisemi nyinyi ni mifupa, lakini ninajaribu kusema kila hali inayoonekana haiwezekani, kila hali inayokaa kana kwamba haina pumzi ya Roho wa Bwana, kila hali yenye inaonekana hawezi kuyatatua kwa nguvu na uwezo wa mwanadamu, Jehova anasema Roho wake anakuja kubadilisha mambo, anakuja kuwaonekania, anakuja kuwatembelea, anakuja kuwasababisha ya kwamba iweze kuwa na uhai, iweze kuwa na urembo wake, iweze kuwa na ubora, iweze kuwa na kuonekana. Watu wataiangalia na watasema haleluya, umetendewa na Bwana. Hii sio mkono wako, hii sio uwezo wako, hii sio nguvu yako, imegharimu uwezo wa Jehova, imegharimu mkono wa Bwana, imegharimu nguvu zake Jehova. Sema amina. Haleluya. Haleluya. Mabonde lazima yaweze kuinuliwa na Bwana. Unajua ni katika ufalme wa Bwana ndio mahali watu walio bure wanafanyika watu walio chini wanainuliwa, wananyanyuliwa, wanaketi na wafalme, wanakula na wafalme. Wengine hamkujua mtaingia state ya Amerika, na kwa sababu ya Jehova, kwa sababu ya Bwana. Haleluya. Haikugharimu wema wako, haikugharimu mkono wako. Alipangulia akasema apate visa, ukapata visa. Haleluya. Akasema uonekaniwe, ukaonekana. Haukuwaza, haukuwa na ndoto ya kwamba siku moja utatembea Amerika. Siku moja utakuwa kwenye mitaa ya Amerika, na kwa sababu Jehova aliona ni vyema, kwa sababu Jehova alinua wewe kutoka mabonde, akasema nainua maisha yako, nainua hali yako. Haleluya. Na kupeleka mahali huwezi kuenda bila yeye, hawezi fika bila nguvu zake, hawezi fika. Sataboya. Kuna watu wanalia wakinyimwa visa.
Kuna watu wanajiuliza maswali, wengine wanaenda na bank statement ziko zimejaa pesa, wengine wanaenda na kila document, yani wamebeba ya nyumba, wamebeba ya shamba, wamebeba ya biashara, lakini wanaambiwa la. Lakini Jehova anapotaka akuondoe kwenye mabonde, kwenye hali ya chini, kwenye hali ya kugandamizwa, anajua kutengeza njia, anajua kuguza watu, anajua vile. Haleluya, haleluya, haleluya. Wangapi walidhania walipoenda pale hawakuwa na kudhania? Pengine ulikuwa na imani ndio, lakini iligharimu Jehova akuondoe mahali, akulete haleluya kwa nchi ya urithi. Hapa ni nchi yako ya urithi, nchi ya asali, nchi ya maziwa. Wenda usione, lakini kule nyumbani kuna watu wanashangilia wema wa Bwana kwa ajili ya maisha yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Anasema unapomwandalia njia, anaanza kushughulikia mabonde, hiyo hali ya chini, hiyo hali ya kudharauliwa, hiyo hali ya kudunisha, hiyo hali inayosababisha usiinue kichwa. Maana ukiinua kichwa anaona ni kama wewe ni bure. Wewe sio bure mbele ya Bwana. Unaenda kuinua kichwa, Mungu anaenda kukuonekania. Anasema tena, maana ni kwenye nini? Kwenye jangwa. Nilisema kwenye jangwa hakuna mazao, hakuna chochote kinachoonekana. Lakini ukiwa umetengeza njia, jangwa yako lazima izae matunda. Unaenda kuona matunda, unaenda kuona wema wa Bwana, unaenda kuona ni kwa nini uko mahali hapa. Ubaya hamuelewi. Haleluya. Au kuja bure. Yani au kuja bure. This was not an accident. Yani haikuwa ajali. God had a plan. He tells through Jeremiah, he says that I know the plans I have towards you. They are not plans of evil. They are not plans to destroy you, but they are plans to give you hope and a better future. Unajua kuna wengine wako hapa na hawaoni a better future. Hawaoni kile Mungu ameandaa. Yaani the minute alikutoa mahali. Unajua maisha ya Kenya, okay, hapa maisha inaweza kuwa ni ngumu, ndio. Inaweza kuwa ni ngumu. Lakini kupitia wewe kuna mwingine ameona Mungu. Kuna mwingine ameshuhudia Mungu. Na hautabaki hivyo. Hautabaki hapo. Ambia mwenzako hautabaki hapo. Ambia mwenzako hautabaki hivyo. Maana Jehova anapokutembelea lazima kuwe na mabadiliko. Jehova anapokutembelea lazima utukufu wake uonekane. Lazima apewe sifa Jehova. Haleluya. Mwimbaji akasema, najua Bwana anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili ya, anatengeneza na wewe. Amen. Najua Bwana anatengeneza njia. Bwana anatengeneza njia kwa ajili yako. Kwa hivyo jiandae, kwa sababu ya nani? Ya Bwana kuweza kukutembelea. Haleluya. Njia yako inyoroke. Njia yako iwe sawa, iwe highway.
njia yako ikubalike. Wanapokuona wanasema ndio, wanapokuona wanasema unastahili, wanapokuona wanasema utabarikiwa, wanapokuona watasema unapandishwa cheo, wanapokuona watasema unastahili upate biashara yako, wanapokuona hawatakuona kama mtu wa kawaida tu. Haleluya. Kuna njia inatengezwa, kuna njia inatengezwa, kuna kutembelewa. Bwana anaenda kutembelea na anasema mlima itarudishwa chini. Kila mlima, chochote kilichojiinua. Unajua mlima ni kitu ngumu, mlima ni kitu hauwezi kubomoa. Zakaria anaambia Zerubabel, mlima huu ni nini? Hii milima haitasimama mbele yako, maana sio kwa uweza wala sio kwa nguvu zako, ni kwa uweza wa Roho wa Bwana. Kwa hivyo kila milima unapotembelewa na Roho wa Bwana, kila milima lazima ikuje chini. Ni yeye tu anaweza kusambaratisha kila milima. Yale mambo yamejiinua, yale mambo yamejitukuza, yale mambo yanataka yaonekane. Umeokoka lakini hawaone Bwana, wanaona shida. Umeokoka lakini wanaona matatizo. Lakini yale mambo yaliyejiinua katika maisha yako yanaenda kuletwa chini. Hey, sijui watu hawaninyiti. Haleluya. Kuna vitu sahi ukiangalia unaona mlima. Yaani unaona mlima, unaona ni ngumu, unaona hii nitatoboa, hii itabadilika, sina jibu, sina weza, nitaibadilisha aje, nitafanya nini iondoke? Lakini kwa uweza wa Roho Bwana, kwa uweza wa Roho Bwana, ni mlima gani itasimama mbele ya mtoto wa Mungu? Ni mlima gani itazuia mtoto wa Mungu? Ni mlima gani itapigana na mtoto wa Mungu? Ni mlima gani hautaiondoa? Lakini Roho wa Bwana, lakini Roho wa Bwana, lakini Roho wa Bwana, lakini Roho wa Bwana. Maana kisichowezekana na mwanadamu Bwana anaweza. Milima inakuja chini, milima inakuja chini, mabonde yanainuliwa. Ninaongea na mtu, mabonde yale hadi yanakaa ni kama mabonde yamekuweka chini. Unajaribu kulala haulali, unajaribu kuwaza hauoni, unajaribu kuzingatia haujui utaitenda aje. Jehova anakuja kukutembelea. Oh, haleluya. Sema haleluya. Na anasema hivi, zile njia iliye kombo, in other words, tabia zenye yanaonekana hayako sawa, yanakaa kombo. Jehova anasema anapokuja kutembelea, anakuja kuyafanya yanakuwa sawa, yanaenda kunyoka, yanaenda kuwa sambamba. Watu wataona maisha yako na wataona uko sambamba, wataona wokovu wako, wataona matunda ya wokovu, wataona nguvu ya wokovu, wataona Bwana wa uzima, wataona Bwana wa uweza, wataona. Haleluya, haleluya. Na anasema bado kuna majiwe, majiwe kwenye njia. In other words, vizuizi, yani roadblocks na obstacles na limitations, yale pingamizi, yale maroho yanayosema utaweza, yale madibao za kuenyo yaliyesema wa kuendelea,
kwa hivyo hautaendelea. Waliyesema hawakuwa naye, kwa hivyo hautakuwa naye. Wanayesema katika boma yenu hakuna ndoa ilisimama, yako itasimama. Haleluya, haleluya, haleluya. Yale vizuizi yanayesema wewe binti, you look so beautiful, lakini hautapata mwanaume kwa sababu madhabahu ya kwenyu inasema hautaoleka, hautakuwa na kwako. Nimekuja kusema ya kwamba kila jiwe, kila vizuizi, kila pingamizi, kila vikwazo vinaenda kuondolewa. Haleluya, haleluya. Wengine tunapiga vita, ni vita ya madhabahu, ni vita ya jamii. Vita ya jamii inapigana na ndoa yako, inapigana na maisha yako. Inasema ya kwamba yale magonjwa yenye babu alikuwa naye, yale magonjwa yenye baba alikuwa naye, hata wewe utakuwa na hiyo magonjwa. Hautakufa kwa sababu ya magonjwa yaliyokuwa na mababu. Hautakufa kwa sababu ya magonjwa yaliyokuwa na mama yako. Wanasema kwa sababu kwenyu kila mtu ana hypertension, kila mtu ana diabetes. Wanasema kwenyu kuna hiyo hali ya diabetes, kuna ile hali ya blood pressure. Kwa hivyo daktari anakuambia kwenyu, kwa sababu kulikuwa hata wewe uko naye. Nimekuja kusema vizuizi, pingamizi, vikwazo ya madhabahu za ukoo zinaanguka, zinaisha, zinaharibiwa siku ya leo. Haleluya, kwa sababu ya Bwana, kwa sababu ya Jehova. Haleluya, haleluya. Oh, salaboya. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Unajua Tera baba ya Abrahamu akaanza safari ya kwenda Kanaan. Alipofika Haran hakuendelea na safari, akapa Haran. Naye Mungu akaja kwa Abrahamu akamwambia, ninakutenganisha na madhabahu ya kwenyu, ninakuita toka kwenye hiyo madhabahu. Mahali baba alikufa hautakufa hapo. Mahali baba alishindwa hautashindwa hapo. Lazima uendelee, lazima uendelee. Haleluya. Abrahamu alitoka kwa uzao ya watu walikuwa wanaabudu miungu, alitoka kwa ukoo ya watu walikuwa wanaabudu miungu. Lakini Jehova akaambia Abrahamu, toka, 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 toka. Nira ya shetani, nira ya madhabahu ya giza, nira ya madhabahu ya uchawi, nira ya madhabahu ya kwenyu lazima ivunjike, lazima ivunjike. Yes, yes, yes. Hazitakuzuia, hazitakupinga, hazitakuwa vikwazo, hazitasimama kinyume na mapenzi ya Jehova. Unaendelea, unaendelea, unainuliwa, unabarikiwa, unatendewa. Haleluya, 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 haleluya. Hawakufaulu lakini utafaulu. Hawakuendelea lakini utaendelea. Hawakuwa na nyumba lakini utakuwa naye. Hawakuwa na chochote lakini utakuwa naye. Hawakuwa na shamba lakini utakuwa naye. Watoto wako hawatapotea, maana uzao wa wenye haki, uzao wa tumbo ya mwenye haki hatapotea.
uzao wetu lazima itamwishia Bwana. Haleluya. Sasa unapoangalia mtoto wako umetupa tamaa, unamwangalia unakaa ni kana kwamba hataendelea. Wacha nikwambie, kwa sababu ya agano yenye Mungu aliweka na wewe kupitia kwa Kristo, shataboya, lazima watoto wetu waokoke, lazima watoto wetu wakombolewe. Haleluya, haleluya. Jehova kwa kitabu ya Kutoka 2:24 walikuwa wanateswa wana wa Israeli, na Biblia inasema kwamba na Mungu akakumbuka agano aliyeweka na Abrahamu na Isaka na Jakobo, akasema hapana, hao watu kwa sababu ya hii agano sitawaacha. Kwa sababu ya hii agano nimeguzwa na kilio chao. Kwa sababu ya hii agano natuma ukombozi. Kwa sababu ya hii agano, haleluya, wewe uko na agano bora, uko na agano kupitia kwa damu ya Yesu, kupitia kwa madhabahu ya Golgotha. Agano na damu ya Yesu, hii agano inakutetea pamoja na nyumba yako. Hii agano inakupigania pamoja na nyumba yako. Haleluya, haleluya. Uzao wenye haki, Jehova ataikumbuka hadi agano elufu, lakini agano sataboya. Inua mkono mbele ya Bwana, ambia Jehova, haleluya, ya kwamba Mungu akutetei wewe tu, lakini anatetea na uzao wako. Watoto wako hawataangamia, uzao wa tumbo yako hawatapotea, hawataangamizwa na shetani, hawatamwishia adui, hawatakuwa walevi, hawatakuwa wakora, hawatakuwa wabangi. Uzao wa tumbo yako watamwishia Jehova, watamtumikia Bwana. Kama Joshua anasema, mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Nimekuja kutabiri ya kwamba Jehova, unapoandaa njia, wewe na nyumba yako utamtumikia Bwana. Wenda mzee hajaokoka, nimekuja kusema anaokoka kwa sababu ya agano uliye naye na Bwana, kwa sababu ya agano pitia kwa damu ya Yesu. Inua mikono mbele ya Baba. Riata baba yanda, inua tu mikono, anza kuongea na Jehova ya kwamba siku ya leo, ya kwamba siku ya leo hautazuiliwa, hautazuiliwa, hautapingwa. Maana vizuizi yanaondoka, maana pingamizi yanaondoka, maana vikwazo yanaondoka, madhabahu yanaenena kinyume, siku ya leo yananyamazishwa katika jina la Yesu, yananyamazishwa. Yes, in the name of Jesus. Salaboya, riatabo bosaya, riataboya, riakanderiata. Father, in the name of the Lord, I separate this child from any evil altar, from any altar fighting his life, fighting his destiny. In the name of Jesus, I call back the appetite. Amen. It is done. Inatendeka. Jiambie inatendeka. Hatutaibishwa na adui, hatutaibishwa na adui. Biblia inasema kwamba
katika kitabu cha Isaya, badala ya aibu Bwana atakupatia heshima mara mbili, heshima maradufu. Umepitia aibu, tazamia heshima. Unaenda kuheshimiwa kwa sababu Bwana ameamua akutembelee. Bwana ameamua akuonekanie. Hakuna aibu itaonekana. Amini na amini, maana inaenda kutendeka. Inaenda kutendeka. Inaenda kutendeka. Satapora. Inaenda kutendeka. Hiyo maroho ya kuleta aibu, hiyo maroho ya kuleta aibu, hiyo maroho ya kuondoa amani, hiyo maroho ya kuondoa furaha, hiyo maroho yanayosema hautakuwa na hawatakuwa, siku ya leo kwa uwezo wa Roho Bwana, siku ya leo kwa nguvu za Roho Bwana, siku ya leo kama ni madhabahu, tunasimamisha madhabahu ya Golgotha. Tunasimamisha madhabahu iliyoachilia damu ya Yesu, damu inayenena mema, damu inayenena baraka, damu inayenena uzima, damu inayenena ukombozi, damu inayenena ushindi, damu ya Yesu, damu, madhabahu na agano ya damu inene kwa niaba yako, inene ushindi, inene baraka, inene uzima. Damu ya Yesu iondoe vikwazo, iondoe vizuizi. Riatabo yanda. Inua tu mikono, abudu Baba. Riatiabo sai. Yehova riakanda. Yehova riatai Baba. Yehova riatia. Riatia. Kwa hivyo Jehova anataka tutengeze njia gani? Anataka tengeza njia ya imani, maana anapita kwa njia ya imani. Imani ndio P.O. Box. Yehova anapotaka afanye jambo anatumia njia ya imani. Inua imani kwake Jehova, inua imani kwake Bwana, maana pasipo imani hatuwezi kumpendeza Mungu. Ni imani inayempendeza. Tengeza njia ya imani, tengeza njia ya imani. Amini Jehova, amini kwa kazi aliyetenda kwa niaba yako, amini kile anachosema kupitia kwa neno lake. Believe what he says. Salaboya, shataboya. Tengeza njia ya imani. Amini Jehova, amini Bwana. Pasipo imani hautampendeza huyu Mungu. Tengeza njia ya kunyenyekea, maana anasema mioyo inayojinua atayapinga, lakini iliyobondeka na kunyenyekea anaachilia neema. Tengeza njia ya kunyenyekea. Riataba benda. Riatiaba bosai. Riatiaba boyanda. You are the Lord. You remain the same. You are the Lord. You are the Lord. You are the Lord. Riataba boyanda. Tengeza njia, tengeza njia. Ondoa kiburi, maana Jehova hupinga wenye kiburi. Nyenyekea mbele ya Bwana, nyenyekea mbele ya uwezo wa Bwana, nyenyekea chini ya mamlaka ya Bwana, nyenyekea chini ya neno la Bwana. Kubali neno la Bwana, kumbatia neno la Bwana, nyenyekea chini ya watumishi wa Bwana. Nyenyekea, nyenyekea. Rabo sandaria taiba. Nasema njia ya Bwana mahali Jehova anapitia, hapiti njia yoyote ile. Kuna njia mahali anapitia. Satala moya. Anasema
Oriataboyanda. Shalaboya. Inua tu mikono mbele ya Baba. Ula nguvu zake Jehova yanatembea mahali hapa. Tiara bozai. Inua tu mikono. Nyenyekea mbele ya Baba. Nyenyekea mbele ya Baba. Nyenyekea mbele ya Jehova. Oriatia baboyanda. Oriata baboyanda. Oriataya. Nakupa heshima. Asante. Inua tu mikono mbele ya Baba. Satarame. Na sifa zote ewe Mungu. Saya. Inua sauti mbele ya Baba. Inua sauti mbele ya Jehova. Inua sauti ya lama. Anataka tukuke. Anataka tukuke katika maisha yako. Anataka tukuke ndani ya jamii. Anataka tukuke kwenye biashara yako. Anataka tukuke kwenye maisha ya watoto wako. Ukitaka kulia lia mbele ya Baba, lia mbele ya Jehova, nyenyekea mahali pa miguuni pake Bwana. Vunjika mahali pa miguuni pake. Huyu mwanamke anaitwa Maria Magdalena hakustahili, lakini alipopata Yesu kwenye nyumba, alienda akaanguka kwenye miguuni pake. Yesu akasema na huyu mwanamke atakumbukwa katika maisha yake yote. Uhusiano yako na huyu Mungu, uhusiano, relationship, intimacy na huyu Mungu, yanatengeza njia ya mapenzi na huyu Mungu. Mpende huyu Mungu. Daudi akatengeza njia ya mapenzi na huyu Mungu, akatengeza njia. Daudi akatengeza njia. Alikuwa hayuko sawa, aliua na akachukua mke wa mtu, lakini kwa sababu alikuwa na uhusiano na huyo Mungu, alijua kutengeza uhusiano. Akaja mbele ya Jehova akimlilia Bwana, akimwambia Jehova, niumbie moyo ya tabo ya sataya. Naye Mungu anasema, nimeona Daudi, yule mtu anayependeza moyo wangu. Nimeona Daudi, mwanaume aliye tofauti na wanaume wote. Moyo wa Daudi ulikuwa ni moyo wa kushiriki na Mungu. Ilikuwa ni moyo unayetamani Mungu. Ulikuwa ni moyo unayetafuta Mungu. Daudi anasema jinsi ya yala anavyotafuta maji. Yaani Daudi alimpenda Mungu
kushaukia wewe Bwana. Ndio vile navyolia mbele yako Baba, machozi yako yamekuwa chakula kwangu, maana wananiuliza wapi Mungu wako. Nilijipata ninaenda kwenye nyumba ya Bwana na umati, nilijipata ninaenda kwa nyumba ya Bwana kuweka sabato, kucheza na wengine, lakini sasa kuna mahali ndani yangu ninatamani kilindi ya Bwana. Tamani huyo Mungu, inua mikono mbele ya Baba. Tamani huyo Mungu, lia machozi ya kutaka huyo Mungu. Taka huyo Mungu, tengeza njia, kwa sababu uhusiano yako na Mungu iko sawa. Jehova lazima kutembelee, kwa sababu wewe ni mtu wa ibada. Lazima Bwana kutembelee. Unajua kunyenyekea, unajua kwenda chini, unajua kusujudu, unajua kuweka kichwa chini. Jehova, haleluya, 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 haleluya. Maombi yangu yafike kwako, moyo uliobondeka utadharau. Kiu yangu, haja yangu, nifanane nawe, nifanane nawe. Inua mikono tunapoimba hiyo wimbo. Maombi yangu yafike kwako, moyo uliobondeka utadharau. Kiu yangu, kiu yangu, haja yangu, haja yangu, nifanane nawe, nifanane nawe, nifanye kama wewe, unifinya wakinitazama, wakinitazama, wakuone wakinitazama, wakinitazama, wakuone sata boya. Inua tu mkono mbele ya Baba unaposimama. Oh, sata. Unaposimama mbele ya Jehova, inua mikono mbele ya Baba. Sema Baba, katika majira haya. Sema Baba, katika majira haya, kupitia kwa uweza wa Roho wako, unitembelee, unitembelee, unitembelee. Maisha yangu isibaki vile ilivyokuwa, nikuone, utukufu wako uonekane, ukuu wako uonekane katika maisha yangu, yale milima na mabonde yawe sawa tena, njia ikatengezwe bila vikwazo, bila vizuizi. Baba, nione ukuu wako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu.
Oh, retababoya. Hallelujah. Oh, oh, oh. You are the Lord. You are the Lord. Oh, sataboya. Shelelelelebo siababoyanda. Oh, satataboya. You have been waiting on Jehovah. You have been trusting God. Oh, sialabo sayababoyanta. Oh, sababoya. Yesu. Wastahili Baba, wastahili sifa za moyo wangu. Na kuabudu uliumari kwangu, na kuabudu Mungu wangu. Inua mikono yako, sema Yesu, wastahili Baba, wastahili sifa za moyo wangu. Na kuabudu tengenezea Bwana njia ya ibada, maana alikuumba umwabudu. Na kuabudu, inua mikono, sema tena wastahili, wastahili sifa za moyo. Na kuabudu Baba, na kuabudu uliniumbani kwangu. Na kuabudu Mungu wangu. Na kuabudu Yesu. Oh, tena wastahili, wastahili sifa za moyo wangu. Na kuabudu Baba, na kuabudu uliniumbani kwangu. Shatamo, na kuabudu Mungu, Shanabusia Babaya, Shatababosaya. Na kuabudu, inua tume wakifungua mdomo. Yes, command. Yes, I command. Shut up, boy. Yes, yes, I release from the top of your head to the soles of your feet. Yes, I release power. I release anointing to transform and to change your life. Shut up. Shut up. Shut up. Yes, power. Yes, power. Yes, power. Yes, power. Yes, power. 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 Yes, every altar against your destiny, kila madhabahu kinyume na hatima ya maisha yako leo hii, yes, naivunja, naivunja, naiharibu, yes, katika jina la Yesu, na kuweka huru kutoka kwa kichwa hadi nyayo ya miguu yako. Ndio, ndio,
ndio. Yes, achilia, 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 muachilie. Yes, muachilie. Yes, muachilie leo. Yes, muachilie katika jina la Yesu. Hallelujah. In Jesus' name. Hallelujah. Ambie Bwana, inua mkono, ambie Bwana asante. Tunakuwa na kipindi ingine. Hiyo ndio wakati tutaweza kuomba. Amen. That is the time we are going to do ministration. Sio wakati huu. Amen. Sio wakati huu. Kwa hivyo ukienda nyumbani, rudi ama uwe mahali hapa, maana kunaenda kuwa na mlipuko. Sema mlipuko. Sema mlipuko. Sema mlipuko. Hallelujah. Oh, tunaenda kuharibu madhabahu za giza. Tunaenda kuinua madhabahu moja, madhabahu ya Jehova. Hiyo ndio madhabahu itaongea juu ya maisha yako, sio madhabahu zingine. Kuna madhabahu moja, madhabahu moja, ndio madhabahu moja ndio itaongea. Bwana wabariki.
Dear Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, we want to thank you for you have spoken to us. We want to thank you, Jehovah God, for sending your servant because you knew what we needed. We want to thank you because you have proved that, Lord, you have a good plan for every individual that is represented here. And therefore, Jehovah God, we want to receive that word, oh Jehovah God, by faith. And we believe that our life will be changed. We believe that there is no obstacle that shall be behind in front of us to prevent you from coming to bless each and every one of us. For them that are sick, we believe that they shall be healed. For them that are down, we believe that you shall make them stand. For those dreams that have died, we believe that you are bringing them back to life and they shall be realized in everyone's life, oh God. We thank you and we worship you. And the remaining part, we believe that you shall be with us and you shall continue to bless us in a mighty way. Dear Heavenly Father, we believe as you are doing here, you are doing the same where Apostle Kimani is, oh Jehovah God. We pray that, Lord, the Spirit may continue to work in a wonderful and in a mighty way where, Lord, He is preaching your word, oh Jehovah God. We thank you for you have visited us, and we believe that you are going to visit there, and we believe that the whole Seattle will be blessed of you in the name of Jesus Christ. Our campaign is one, that all the powers of darkness will not prevail in our life, but Lord, the powers of darkness will be at our feet because Jesus, you are walking with us. It is not by power, it is not by might, but by the Spirit of the living God. Nitwagushokeria ngatho na nitwakunenehia, nitwakwambararia muthamaki mwene hinya wothe. Ni wega Jehova tondu woka ihinda riria riagiriire, na nitwetikia ati mathina maria mothe me mbere itu Mwathani matigũcoka gũkorwo ho rĩngĩ. Ithuĩ na ithuĩ nĩtwakũhoya ũtũteithie gũthondeka njĩra ya kwĩrira mehia na gũthondeka ngoro citũ nĩgetha roho waku agĩe na handũ thĩinĩ witũ. Twahoya ũrathime ndungata yaku in a very special way. We thank you because she has obeyed your voice. We want to thank you because she has opened her life so that your Holy Spirit may use her. Continue to use her in a mighty way. Continue, Jehovah God, to anoint her, dear Heavenly Father, so that wherever she stands before your people, Jehovah God, she may be having something to share with your people. We believe that, Lord, we are going to continue to be blessed until we come to the end of this convention. For we believe not in her, but in you, Jesus, who do great things. You who came from heaven and died on the cross, we believe in you, we trust in you, and therefore we believe that we are no longer going to remain victims, but we shall be more than conquerors. In Jesus' name, amen, amen, amen. Now it is time of giving. So if you had come with something to offer as an offering, as a tithe, as a seed, it is good time to do so. So just prepare yourself, and I think I will ask our brother here to read us with a song. Let us all stand, and then after that we shall have a break. As our preacher has already mentioned, we shall have a break where we shall have a cup of tea or something to eat, and then after that we shall come back here and we shall continue with praise and worship. So give us a song as we stand and not give the offerings. Hakuna
ya Yesu. Haleluya. Ate Yesu akiwa enzini mambo ni. Kwa hivyo leo hapa mambo ni. Haleluya, haleluya. Kuna mama anasema ako na ushuhuda moto na sitamfungia, ni kwa sababu sitafungia baraka, na wakati huo nitamwambia venye tutaenda. Sijawarudisha nyuma. Kuja dada yangu na usiende sana na tuweze kuendelea. Bwana wabariki. Bwana sifiwe. Kwa majina naitwa Veronica Kahugu kutoka Naivasha, na sitawaweka, lakini nimeona ni kwa sababu huwa ushuhuda unaandamana na yale mahubiri tumekuwa tukifundishwa, nikaona ni vizuri nditaje. Ni kwa sababu nisipowaambia mtaisikia na news, na ni kwa sababu ni kwetu nyumbani imetendeka. Nimukaigwa urudegete kumwira mukiigwa magitangatha gwitũ muciĩ. Gwenda kuheana in short juge he mwanake wa mwari wa maitu uturite miaka 13 nyumba utoimaga nyumba yake neno na ya nyina neria, na niahingirwo ni ngoma aturaga nyumba agithukio. Mwanake ucio endagia iria Naivasha prison, niwe wendagiria andu ana thigari cia Naivasha iria, na angiaria uguo hari andu a Naivasha maramenya uria ndiroiga. Endagia iria na nduthi na agitonga muno, na akigura broti kundu gwitagwo Naivasha Kayore, na akigia na nduka ciake kundu gwitagwo site na Kanju. No ngomania muigwireire uiru agithukio. Nasema ya kwamba ninaye kijana ya dada yangu, sio ule ninafuata, ule ako mbele yangu. Ana kijana
ambaye kijana alikuwa amejitahidi sana. Alikuwa ananunua maziwa area yote ya Naivasha ya Karati kwenye nimetoka, alafu alikuwa anaiuza Naivasha prison kwa polisi hawa, askari hawa polisi hawa ayajera. Yeye ndiye alikuwa na supply maziwa. Huyu kijana Mungu akambariki. Nikiongea hivyo Mrs. Mugaki anajua vile nasema. Lakini shetani akaona wivu kwa sababu alinunua plot, akafanya mambo mengi na hata akajenga nyumbani kwao. Kijana sijui ni nini alifanywa na mtu. Mama mmoja akamuuzia plot pale Kayore, na chenye alimpea hatujui alimpea nini. Ni kwa sababu miaka 13 kijana amekuwa kwa nyumba. Nyumba yanyi na neno na nyumba yake nile araigagirwo irio murango-ini tagui tondu ndarenda kuona mundu. Alikuwa amerushiwa roho ya sungura ndakanonwo thio ni mundu. Ndirario horo wa mwari wa maito Cecilia Wangui. My sister mwanake wake witagwo Paulo Buthia, na ni muko igwa na inoro. Mwanake ucio na tutireraga hatungeambia watu. Mwanake ucio ikara amekaa miaka 13 na alikuwa ameoa. Saida tuliona amekatalia kwa nyumba, hatoki kwa nyumba, hataki kwenda kukamua, hataki kwenda hata kushughulikiwa mazi yake, akakatalia kwa bedroom. Tukashikana watu wetu, tukaanza kuita watu wa kutuombea, kusaidia kuomba. Tukaomba, akakataa kujifunua, hataki kujifunua, hataki kuonekana uso. Mwisho kabisa ndio tukaona ni vyema tuhore mtumia wake ndakamurage. Tukaachilia, tukaambia msichana na mtoto wako ni vizuri tu muondokee kwa sababu hatujui anaweza kukuraga. Msichana akaenda mpaka Moro kwao, na ni kwa sababu hii shetani ilikuwa shetani mbaya. Mahali alipoenda Moro, msichana akaenda akatafuta kazi Eldoret. Kwenye alienda Eldoret akiandikwa kirafu, akauawa tena, ule bibi akauawa. Sasa kijana wetu akakaa hana bibi na ni mgonjwa, na mtoto akawachwa na shushu huko Moro. Sasa kazi ambayo dada yangu amefanya ni kazi ya kuamka asubuhi kuangalia kama kijana yetu anaakisha moto. Nyumba yake ni yale na shumuni, ni akite nyumba ya rumu 5. Agithia akigira muthanga wari haurori ngima agioka akiurehe nyumba sitting room. Akiuingiria nyumba toni arikia na muturire. Nataka kuambia ni kuri andu maroganaga na ni kuri na Ngai ureka maundu. Niguo nikiondoka ndinoka kumucokia thutha. No ndoka to ni muko igwo horo cio gwitu ni gukugia na iruga inene. Ni ri haririo. Mwanake ni aikara miaka omwe miaka 13. Miaka 13 utamuelezea wewe, muelezee Pauline. Sasa mnajua mama yangu alikufa juzi. Kwa dada yangu ameoleka karibu na mama yangu, lakini miaka yote mama yangu amegonjeka. Kijana hajawahi enda tembelea shushu. Mazishi hakuenda mazishi ya mama yangu kwa sababu hawezi toka kwa nyumba. Huyu kijana siku moja akaambia mama yake, niniona mlijengea, anko alijenga nyumba. Akimuuliza kwa sababu anaongeaga kama ako kwa nyumba, anaongea na mama akiwa kwa nyumba. Paulo, uliokuwa ndio nilionile mama ni araki kaulizwa ulijuaje anko alijenga? Ni nyumba gaje utuku mwakoma. Mtukilala anasunguka jiji kuionera itura. Anasunguka kwangu, anaona kwangu, anaona kwa shosho, anaona kwa watu, anatembeaga usiku lakini asionekane na watu. Na ndiramwira ndirario horo wa mwari wa maitu tigore atoka nitoke ucio ngiwe mbere yakwa. Second born yake muthuri wa my sister ni muhunjia, ndenda gwikira ahunjia hinya ni tondu muhunjia ahunjia marendaga kuonio ti wira wa bata marutaga. Hata kuna watu walianza kusema ndongoke hunjio kiria aturite nakio ni giki, mwanake wake ni aturire nyumba. No ndenda kumwira Ngai ni okite. My sister ni anyororetio ni guturia hunjia gwake ni tondu ni tukumweretha kahora, tondu my sister aturite gwake na hunjia ni kwaragio goko ni kwa hunjia maturaga na kwarigiriria second born mwanake wa guku wa irigithathi, tondu muirigithathi ni muiretu ni atuikire ni arogirwa aturaga nyumba. Ndenda kumwira tureka campaign ya murwanyi na ndagiumaja amenye campaign ni kurokwo nginya ku mucii. Mwanake wa my sister arahikia muiretu wena etagwa ati atiga ndigirie wenge master. Baadhi cia muiretu ucio ikomaga hauja cia thukuru. Mwanake ucio ndagiuma kuona nja kwao kiria giokire. Ni njue pastor agiario guo ni aramenya.
ndenda kumwira atiriri, last week kwari Friday, mwanake kana atwitwo getagwo Mbuthi atake ka mwari wa nyina utari muhiku ni agetaga agigeta agikera tathie kwa Paulo wa nyina Maria Hanai umwire ni ndiramwita ucio riri athire gwitwo wathi gwitwo ni uria maruite nake ni murikawe akeigwa retwo ni Paulo wa nyina wa Jane uria uturaga nyumba agitengera athie akimwira ndagweta ngwire ndirari muhana na njohorirwo ndagweta ngwire ndirari muhana na njohorirwo na ndirenda ndware kuria kwa mami kaide mwire atumia Ngai amurathime tondu my sister muthuri wake ni akomaga no mware wa maitu maita maria maraja kurora rucini agokira onekana no one gatogo toni aneago iria kanengererio iria kaneo macani na cukari ono kuono gatogo cimunini my sister kame adeuragite my sister miaka 13 aturaga ariraga ahujia mokete gwito mokete atungua raihu haikuwezekana no last week kwari Friday era kamwana kauthie wire Paulo wa nyina Maria agioka akimwira ndagwita ngwire nduraga ndemuohe no ni njohorirwo na ndenda undware guku kwa mami agimutwara kwa mami wao bweke ajiriria kwa my sister mwanake onge muthigari wetagwo Kibugia gitwa agioka o murikawe gukigia mbu ni muhonoki kimwira Kibugi ngwirigite miaka 13 tathikiriria mwanake ucio ndararega guthi nyumba ya nyina ni to wa gutuo ni maguru ndararega guthie ni tondu ndaiguaga ndararega guthie ni tondu onaga ndararega guthie tondu ndariaga kana ndaragia teyuria niki kiu arari nakio nitwetigirei Ngai kiu kiragira athi kwa nyina ona maundu manene mekikite kwao mumenye ni kuri na Ngai na ni kuri andu maronu handu riu ni akimwirire atwarwo kwa nyina ni augire riu akirwo rucio ni tugathi kambinga kugurire nyama akimwira mbere ya undu arengarie nyama ndenda guthi kuona kaburi ya cucu agitwarwo kwa my mom muthenya wa Sunday ndina video ekwa my brother na makiuga matikwamba kwenda andu nyumba ekwendwo my brother na mwanake wa murehe oyo omiario arakiaria na arakira muru wa maitu ria aramwirire hwai gwirago marire sapa kwa my sister maikarite thi ora gikinya ni mwagurire mugeka ke nyini ocigo kimwe nitumite gikuini tugatonya muoini uthama kiwa iguru ne mokinyu nitumite gikuini tugato muoini uthama kiwa iguru ne mo toinia na muru wa maitu rwimbo ru ni rwa gwitungira ireu ne mo kinyu reu ne mo kinyu uthama kiwa iguru ne berani yote twana Jesu ne morioku uthama kiwa iguru ne mo kinyu berani yote twana Jesu ne morioku uthama kiwa iguru ne mo reu ne mo kinyu reu ne mo kinyu uthama kiwa iguru ne mo kinyu. Haleluya. Mwambie mwenzako Yesu hata akikawia atafika. Sijasikia kama umemwambia mwenzako, mwambie Mungu hata akikawia atafika. Hizo ni miaka 13 years. Wewe ni miaka 2 na bado unasema Mungu hajafika. Mungu hata akikawia atafika. Wasiwasi wa nini? Mbona unawaogopa? Gotire kondo koraihu mare gotwara. Wihoke Jehova na korwo ni akwereire mwetie tondu ni Ngai yugaga. Na Ngai erera ndericukagwo. Miaka ni 13 ithuĩ tuthiĩte 3-5 tukanoga tugeterera marũa tukaga tukona ta gũtarĩ njĩra. Mwenzangu, ngojea Mungu yuko karibu kuja kutenda. Kuna kitu tulikuwa tumesahau kidogo.
Our cash app number or Zelle. Yeah, Zelle number kama maybe huku ana pesa mkononi ni 206 71 24 775. 206 71 24 775 ni ya kanisa. Na wakati huu tunaelekea kutamatisha kipindi cha kwanza. Sasa tunaelekea kwenda break. Tuna chai, tuna chakula. Ni kwa sababu hata roho zikishiba mili inahitaji. So wakati huu kama wewe ni mgeni, tafadhali ningeomba kwa heshima zetu utaweza kuingia pale after maombi. Kama wewe ni mgeni umetoka nyumbani Kenya, tunakukaribisha ndani. Kama wewe ni mhubiri, karibu ndani. Kama wewe ni muibaji, karibu ndani. Wengine tutaenda ndani pia. Tutachukua kila mtu sahani yake na kikombe chake. Halafu tutakaa ndani ya kanisa, hatutakutoka nje. Tutakaa ndani tukikula, na tukimaliza we gonna come back. Acheni tuombe. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, tuko mbele zako jioni ya siku ya leo, tukilishukuru na kulitii jina lako takatifu. Ni kwa sababu umekuwa pamoja nasi tangu tulipoanzisha mkutano wa siku ya leo. Bwana, tazama umekuwa mwaminifu juu ya maisha yetu, nasi hatuna budi kusema kwamba unastahili. Asante Bwana kwa mgeni yeyote aliyefika mahala hapa. Ni kwa sababu hatukukuja kutazama uso wa mwanadamu, bali tulikuja kutafuta uso wako wewe Bwana. Asante kwa kikombe cha chai Bwana ambacho kilicho mbele yetu. Asante hata kwa sahani ya chakula ambayo iliyo mbele yetu. Ukaweza kuibariki mfalme uishie milele. Na wale ambao hawana Bwana, ukitubariki ukaweza kukutana na wao mfalme. Ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Karibuni. Nituendete ageni aria matusheragira ageni aitu tuigue twe sawa. Karibuni wote. Karibuni wote, tuingie ndani. Kila mtu anaingia ndani, unachukua sahani yako. After sahani, kaa chini hapo. Kama ni mhubiri, ingia hapo dining room. Sisi wengine Reverend Andrew Gituda, in conjunction with St. Mark's Anglican Church, Seattle, Washington, USA, invites you to an annual interdenominational conference 2024, starting from the 24th of July to 29th of July 2024. This conference will be held at 31218 Pacific Highway South, Federal Way, Washington, 98003. The guest minister will be Bishop Dr. Margaret Wangari from ACF Church all the way from Banana, Kenya, and Speaker Reverend Dr. Mwangi from Arizona, and not forgetting Reverend Ann Kamau of Family Hope Church, Kenya. The order of the service during the conference is as follows. On Wednesday, the 24th of July, conference will start from 4 p.m. to 9 p.m. On Thursday, the 25th of July, conference will start from 4 p.m. to 9 p.m. On Friday, there will be a revival meeting starting from 4 p.m. all the way to 9 p.m. and thereafter to a worship experience starting from 9 p.m. to midnight. On Saturday, there shall be a leadership seminar from 11 a.m. to 2 p.m. and later to revival meetings starting from 3 p.m. all the way to 9 p.m. On Sunday, main service will kick off from 11 a.m. all the way to 2:30 p.m. and thereafter to a revival meeting from 5 p.m. all the way to 8 p.m. Gospel music ministers led by St. Mark's Praise Team, Teresa Eric the Worshipper, Sherry Polly, Susan Saidimu, Rahab, and Jane Leah will grace the occasion.
The theme of this conference is derived from the book of Lamentations chapter 3 and verse 40, which says, "Let us examine our ways and test them, and let us return to the Lord." We invite you all to come and experience the goodness of God like never before. There shall be healing and restoration, redemption and deliverance from the yoke of our adversary, and your life will never be the same again. We have enough tents, and therefore seating arrangements are well catered for. All are welcome. This information is brought to you by Pacific Waves Television USA. You are watching Pacific Waves Television USA, a place of nourishment.